zaidi na meneja Badloso, tunaweza kupata naye na saa njema kupiga naye story ili mradi kufahamu mengi zaidi, kutupa vitu ambavyo vilipokuwa poa zaidi. Huyu ni meneja wa Diuzi wa kuitwa Badloso. Bwana, habari yako mkubwa? Bana poa kabisa. Sio fresh. Kwa mengine vipi, anaendaje? Namshukuru Mungu tuko poa kabisa. Mungu ana bless. Tunafahamu kuna tetesi zimeibuka kuhusu Diuzi kumtafuta mama yake mzazi, lakini DJ Zeloki amekanusha kwa mama yake yupo. Je, unaweza kutupa ukweli zaidi kuhusu hili? DJ Zeloki ndo nani? DJ Zeloki ni kuna DJ ambaye sasa hivi anaibukia sana kwenye swala muziki wa Singeli, ambaye yupo ndani ya Chamani. Sasa tukaona sababu anafahamu mengi zaidi yeye. Mimi nafikiri taarifa zaidi ni hizi ambazo mimi nazitoa, na ningependa pia watu wafahamu hiyo, kwa sababu mimi nimemchukua Diuzi, nimemsign tangu tumeanza kumsign kuwa naye mwezi wa 4, umenielewa? Sawa. Miezi 4 nyuma, na tumeanza kufanya hizo jitihada za kumtafuta mama yake before hata watu hawajamjua kwenye industry, hawajamjua kwenye mitandao, umenielewa? Diuzi ni kweli ni mtu ambaye amepotezana na mama yake katika mazingira ambayo ameelezea kwenye interview nyingine, nadhani watu wamesikia. Mpaka sasa hivi bado huyo mama hajapatikana, ila kuna baadhi ya ndugu baada ya kusikia dogo ametaja lile jina la ukoo wa mama, kwa kuna baadhi ya watu wanazifahamu zile koo, wameanza kunipigia simu na kuniuliza zaidi kwa mama alikuwa anaitwaje nini. Kwa hiyo wapo kwenye jitihada hizo za kumtafuta wedding mkubwa ili waweze kutulinki naye. Lakini pia vile tulienda tour nyingine mbele kidogo. So kama umeona pia juzi tulikuwa na baba yake Manela, ambaye pia anatoa ushirikiano wa kutosha kwa Diuzi kwenye upande wa muziki, lakini pia anatoa ushirikiano wa kutosha kwenye upande wa kumtafuta mama yake. Lakini pia yeye amethibitisha kweli kwamba Diuzi afahamiani na mama yake kuanzia akiwa mdogo. Sasa kama kuna mtu ana uwezo wa kutoa taarifa nyingine tofauti na mzazi wake mwenyewe ambaye anatoa, hiyo itakuwa tu labda yeye ana malengo yake binafsi, au kama kweli anafahamu mama yake yupo na amemuona, basi sisi bado hatujapata taarifa hiyo, na msanii mwenyewe hajapata taarifa hiyo, na baba yake hajapata taarifa hiyo. Kwa hiyo kama yeye labda amekutana naye nini, basi anaweza akatuelezea au akatulinki tuone namna gani tunaweza kukutana na huyo mama. Ni kweli. Najua meneja Badloso kwamba najua pakati kwamba story nyingi zimetembea sana kuhusu swala la Diuzi. Na tumeposti sana kwa sababu tumeona kwamba hichi kitu kimetokea, lengo la kumpa support msanii ili madi kunana mamake mzazi na vingine kadhalika. Lakini kuna taarifa ambazo sijazifahamu, ambazo sina ukweli nako, lakini kuna zinazidi kutembea kwamba inaonekana yule ambaye baba yake, unasema baba yake Diuzi, inasemekana kwamba si kweli bali ni uongo tu ambao mtu ametengenezwa kwa ajili ya kuweza kujibu vile na vingine kadhalika. Je, wewe kama meneja, je, vipi hichi kitu inakuwa vipi? Hebu tufafanulie zaidi ili tupate kujua na kuelewa zaidi. Actually mimi naishi na wasanii wengi, unafahamu. Sawa. Na wasanii wengi naoishi nao wengine ni under 18 asilimia kubwa. Ni sawa. Kwa hiyo siwezi kuishi na mtoto ambaye sina idhini ya wazazi wake, kwa sababu kama unavyojua hawa ni binadamu. Tunaishi nao, leo anaweza kaumwa, anaweza kafa mtu, umeelewa? So Diuzi mimi anaishi kwangu nao ni mwezi wa 4. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba yule sio mzazi wake, wakati mimi principles zangu za kuishi na mtu lazima nijuane na wazazi wake. Kwa hiyo nilikutana na baba yake, nikakutana na familia yao. Yaani yule ni baba yake mzazi na kuna baba yake mkubwa anakaa Msongola. Wote nimekutana nao na tumekubaliana tukakabidhiana mtoto. Kwa hiyo mtu ambaye anasema yule sio baba yake, basi yeye labda ana time achukue fursa hiyo kutuonyesha baba wa yule mtoto, kwa sababu kama mtoto mwenyewe anamtambua baba yake kwamba ndo huyu, umeelewa? Yeye anasema yule sio baba yake. Sasa wewe unadhani unaweza kumsikiliza nani? Wakati mtoto ndo anamjua yule ni baba yake kuanzia mdogo, anamlea mpaka sasa hivi nakakua kwenye familia ya kwao ya upande wao. Mimi nafikiri huyo Zeloki itakuwa labda anatafuta kiki, umeelewa? Unajua sometimes mambo yanapotokea watu wengine ndo wanaona kama njia za kupitia, sio, umeelewa bwana? Kwa hiyo itakuwa naye anatafuta kiki apate namna hapa kuzungumziwa, au labda na yeye aonekane, umeelewa bwana? Lakini hicho anachokiongea hakina ukweli wa aina yoyote. Hakina ukweli wa aina yoyote. Na sio rahisi sana mtu kutoka mbele kama vile ajitangaza kwamba mimi baba wa mtoto, aliyakuwa sio kweli. Na mimi mwenyewe meneja ambaye anamsimamia mtoto nipo pale, haiwezi kuwa hivyo. Kwa sababu mimi namfahamu huyo, miezi 4 nyuma nilikabidhiana naye. Diuzi anaitwa Yusuf. Nilikabidhiwa Yusuf kutoka kwa ule mzee ambaye ni Deo, jina lake la lilozoeleka sana. Ndio alinikabidhi yule mtoto akiwa na babake mkubwa,
Umeelewa? Sasa ukisema kuna mtu mwingine anakuja, kweli huyo mimi siwezi kumuelewa. Unajua nimepata story nyingi za wasaa kutoka kwa baadhi ya wadau wanaomjua zaidi Diozi, na walizungumza kwamba bwana hiyo amshie ni kiki ambayo ilikuwa inatembelea. So tukiangalia ni kweli amevaa t-shirt ya International Gang, ndio maana kwa sababu tunajua ile yupo chini yako, na tuwezi kusema rais msanii akaweza kuvaa gang ya International bila kuwa chini ya Badloso. Shenisoma kwa tukaona sio mbaya tupige story na wewe ili utuambie je, hii ni kiki au ni kitu kingine kinachoendelea. Ndio maana tukaona hii tupate story utufungukie ili mashabiki wanakusikiliza ili wajue zaidi kupitia Diozi mpaka sasa. This is the reality, sio kiki. Kuna vitu za kutafuta kiki. Uweze ukakaa ukamtengenezea msanii kiki hata kama anataka kutengeneza stunt au sio. Hapo uzuri sasa, mimi sio mtu wa kiki, mimi sitaki kumtoa msanii kwa kiki. Nadhani watu wanafahamu. Yeye anafanya kazi yeah. Basi hilo nimekuelewa. Na vipi kuhusu Diozi mpaka sasa? Je, anafahamu zaidi kuhusu swala mamake mzazi mpaka sasa? Kuna baadhi ya watu wamekuwa kintafuta ya ambao wanaifahamu hiyo familia na wanaendelea kuendelea zaidi, kwa sababu inasemekana kwamba huyo mama alishatoka Dar es Salaam. Yuko kijijini. Kwa hiyo kuna kijiji fulani vilitajwa kinaitwa Namanga, umeona, na kingine kinaitwa Nanganga. Kwa hiyo ndo wanasema alikuwa anaishi kwa hiyo watu ambao wanafahamu hiyo familia ndo wanajaribu kumtafuta sasa kufanya mawasiliano ili kuweza kupata namba zake. Wenzeni wakiniunganisha naye tukizungumza naye, wakimpata wao wakithibitisha kwamba ndo huyo, basi mimi nitamconnect na mzazi zake ambaye ni baba wa Diozi, ambao wakishatambuana kwamba wao kwamba yes baba Diozi akiniambia kwamba ya ndo huyu na ndo liko hivi, basi nafikiri tutafanya sasa jitihada za msanii kwenda kumuona mama yake. Hata kama huko basi inabidi International Gang tutafunga safari kumfuata mama alipo. Sasa mimi nilikuwa na wazo la kitu kimoja ambacho nataka kufahamu. Diozi anasema kuwa ni muda mrefu tangu awe mtoto hajawahi kuonana na mamake mzazi. Na vipi huyu anaishi naye, ni babake mdogo au ni babake mzazi? No, ni babake mzazi, kwa sababu kama ulifuatilia vizuri historia yake inasema kwamba baba mzazi wa Diozi yeye anavyoniambia alikuwa hajamuoa mamake na Diozi. Unaelewa? Walikuwa watu ambao wanaishi kwenye ujana, si unajua? Kwa maana kama mnaishi kwenye ujana mjatambulishana kwenye family. Unaelewa? Kwa hiyo ikatokea ndio hivyo, Mungu akawabariki, mama akapata ujauzito. Kwa hiyo akabeba ile mimba kalipo kwao. Lakini watu ambao mtu tu ambaye ana ujauzito mjatambulishana mjafahamu, kwa hiyo hata babake Diozi hakuwa na ile free time kwa kwamba anaweza kuenda pale, ana get pass. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo baada hivyo na ule mama alikaa na mtoto, sijui nini kile hapo ni hapo. Baadaye mtoto alipofika miezi kadhaa akampeleka kwa mkwe ambaye baba yani ni bibi yake Diozi. Umeelewa? Akampeleka mtoto pale akaenda kumweka. Kwa alipomweka pale ndo akumfuataga tena na wale pale mamake Diozi, upande wa mamake Diozi pale walipokuwa wanakaa ni sehemu ambao walipanga kwa maelezo. Kwa baadaye wakahama. Kwa walipohama basi ndio ikawa hivyo. Hasa mzee naye mpaka mdogo alipokuja kupata akili timamu, anamtaka mamake, mzee akajitahidi kumuongoza dogo kwenye njia kadhaa, jitihada za kumpata mama zikashindikana. Lakini mpaka alipokuja International Gang as a artist, hiyo story sasa ilikuwa iko behind na mimi najua. Kwa hiyo tulipokuwa naenda kwenye interview ndio nikamwelezea Samio kwamba bwana behind msanii wangu ana 1 2 3. Kwa hiyo Samio ndo akaielezea. Nashukuru Mungu imesaidia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu wamejitokeza wengi kumsaidia Diozi. Mpaka sasa hivi ninavyoongea watu wako kwenye mchakato kumsaidia Diozi kumpata mama yake. Bwana tunashukuru sana na kuweza kupata na shauri na sana wewe kuzungumza mengi, na vile vile kama kutakuwa na taarifa zozote kuhusu mamake mzazi au taarifa yoyote, basi naomba utujulishe sisi Amsha Media au share na sisi, ili mradi tuweze kuwapa taarifa zaidi kwa mashabiki ili wajue zaidi maendeleo ya Diozi mpaka sasa. Sawa? Lakini tutakuja kwa hapa kati tutahitaji kupata story nzuri kwa Diozi. Kuna baadhi ya maswali tutahitaji kumuuliza, tupige naye story zaidi ili aweze kutueleza zaidi na yeye, ili mradi mashabiki wakatambua na wakaelewa zaidi namna ya muziki wake mpaka unapofikia sasa. So much. Ila kwa sababu wewe ni meneja mkali Badloso ndani ya International Gang, nategemea kwamba mikono yako ni salama ya kuweza kumfanya kwamba msanii aweze kufanyaje kusogeza. Na kama kuna kwa chochote zaidi, basi naomba utupe taarifa kama sisi Amsha Media ili tuweze kutoa vitu ambavyo vilivyokuwa poa zaidi.
Hamna shida ndugu zangu, asante sana. Bwana nashukuru sana. Bwana huyu ni meneja yake Deuce ambaye ni Badloso, na tumepata kama mnavyomsikia, tumepata story kadhaa ambazo alizotueleza zaidi katika industry ya muziki wa Singeli, namna maisha ya Deuce yalivyo, namna mamake anapopata shida kumhangaikia hapa na pale. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaenda kwenye akaunti zetu za Amsha Media ili uweze ukatufollow na kusubscribe zaidi kwenye akaunti zetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata kitu ambacho kilichokuwa poa zaidi. Inakuwaje mzee? Basi hakikisha kwamba unabaki nasi ili uweze kupata kitu ambacho leo inapenda zaidi. Asante sana na kupenda ile kinoma noma.